Kwanza nishakwambia fanya mazoezi mwanangu. Nikondeana wewe. Fanya mazoezi, tengeneza, nenda gym, tengeneza vile hips at least visoge. Uwe na mvuto. Sasa vigodoro vyote vilivyojaa kali yako hivyo naye mama. Kwanza samahani ndugu yangu. Usione labda kama nimekudharau wakati unaniita, kiukweli sijakusikia. Na kiupande wangu mimi niko sawa kabisa, lakini mawazo yanayonikabili ni kuhusiana na ofisi yangu pale, kwa sababu najitahidi kufikiria kwamba nizidi kuiboresha ili iwe katika standard nzuri ya kuendelea kuongeza wateja wapya na kuzidi kunipatia riziki. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinanitatiza kichwani kwangu. Ndugu yangu, mimi naona vijana wanakula vichwa pale ofisini kwako. Huyu kapita huku, huyu kapita huku. Unaweza kaniambia ndio changamoto ndugu yangu hiyo? Kazi mbona inaenda vizuri ndugu yangu? Una shida gani? Hebu niambie. Mimi ni kijana mwenzako, mimi rafiki yako. Tena sio rafiki wa kutafuta. Mimi rafiki yako wa kitambo. Usiniambie ni masuala ya ofisi. Au ni masuala ya kodi. Una mawazo makubwa sana ndugu yangu. Niambie tu. Ni kweli Maboya. Na yote hayo nafanya kwa sababu ofisi yangu natamani ikae vizuri zaidi. Na kingine ni kweli rafiki yangu Maboya. Lakini kilichokuwa kinanitatiza ni swala la kodi. Sasa kwa kuwa nimesha lisolve, sasa hivi limeshakaa sawa. Kwa hiyo wewe ondoa wasiwasi. Ni mawazo ya kawaida tu ambayo nilikuwa nayo. Ndugu yangu, niambie kama ni masuala ya kodi ndio yanakusumbua. Tuza tukasaidizana, sisi ni vijana. Unajua mimi ni rafiki yako wa kitambo sana na wewe mwenyewe unafahamu. Hebu niambie, niweke wazi tu. Hamna kitu kama hicho. Na asante kwa msaada wako, nashukuru sana. Lakini ondoa wasiwasi kabisa. Mimi niko vizuri Maboya. Ujue kila mwanaume ana choice yake. Unapovaa kigodoro unakuwa na mshepu fulani. Mwanaume anaweza kuona akashtuka. Akasema yes, mtoto anafiga fulani. Haya mengi anaendani. Kaka watu wanajua tena kuna minofu mama. Kuna wengine starehe zao kupiga makofi. Haya kupiga makofi anakuta kigodoro ndio ushakivua mama. Mtoto wa watu akitoka pale mikono yote inamuuma. Kumbe hivyo vimakalio vyako vimejaa mifupa. Kitu gani? Baki hivyo, lakini fanya mazoezi. Tengeneza hips mwanangu, jitahidi msafi. Wembamba wake mzungu, Mwafrika anapenda nyama. Wewe unafikiri baba yako anipendea nini? Nyama ndo kila kitu, ila wazungu ndo wanapenda vitu vyembamba. Sasa wewe una ndoto ya kuwa na mzungu? Una ndoto ya kwenda Marekani? Kwa rangi gani? Rangi hiyo wewe unaiona mimi ya kuchanganya na vile vitu vya dukani vya mtumba au? Jitahidi mwanangu jiongeze. Na wewe una uchafu wewe, ukipitaga na kusikia unavinukia vya harufu fulani. Ukienda kuoga mtoto wa kike, tena hapo nisikilize vizuri. Wakati na kufunda jinsi ya kusafisha vyombo na kufuna na kusafisha mwili wako. Mtoto wa kike unapoenda bafuni kuoga, sio unajimwagia. Kama unajisaidia nje. Ingia bafuni oga. Safisha maziwa. Huku chini ya maziwa kuna kuoga na takataka. Hizi takataka ukiziacha shoga yangu, unanuka nani? Feli. Harufu ya feli unaijua kule baharini kule. Huko. Kwenye chuchu hapa kuna vitakataka fulani. Ambavyo havieleweki. Kwenye kitofu mama unatakiwa usafishe kitofu vizuri. Sio kichokonoe ingize vidole. Unakisafisha hapa juu mama. Kuna vitakataka. Kama kuna mwanaume mwingine bila kugusa kitofu enjoy. Si unanielewa? Uko kwenye ulisi wa bibi yako. Pembeni kuna takataka, unatakiwa usafishe taratibu. Unasafisha taratibu. Huku kwenye hips kwa chini kuna vitakataka. Mpaka kwenye ule msalaba wetu ule kuna takataka. Safisha vizuri mtoto wa kike. Ukimaliza kwenye masikio huku pembeni. Yaani leo ninakukumbusha mbwa wewe, naona umesahau mambo ya ngomane. Unaona huku kuna takataka, safisha. Ukimaliza chukua taulo lako jikaushe vizuri. Mwanangu, hata ukienda kwa bwana Side, ataona kabisa huyu malaika si kutoka wapi.
Ataona kama umetoka India, maana wenzetu wa India wale watu wapo wananukia muda wote. Na huyo Sida yule ndevu mwenzangu, msafishage. Maana ana ndevu tena kama nani? Majani ya kiangazi. Unasenda siku moja unaenda na kiwembe. Maana ana saluni yake anashindwa kujitambua. Wenzako wanafuata na saluni lakini wanajielewa. Unaenda na kiwembe siku na kitana. Mama anamwonyesha mapenzi, mama anaoga mpaka mafuta nikueleza. Mimi ni mama, maana nikisubiri bibi ndo akufunde. Huyo bibi anatoka wapi? Zamani sisi tulikuwa tunafundishwa na mabibi zetu. Siku hizi mabibi wanatoka wapi? Maana watoto wa siku hizi wanazaa mapema. Haya. Huyo bibi kabla hajafikisha miaka 47 kaishakufa. Mimi nisubiri bibi yako akufunde leo. Jitahidi mwanangu usafi. Haya maswala hivi siyataki. Mama, hizo ndevu za Sida nimezipenda hivyo hivyo. Sasa uziboreshe naye watoto wa 2000 mnakuwa gawabishi nyie. Nyie mnakuwa wabishi nyie. Mtoto nimekuchoka, usimwone yule Subira. Kila siku na mchamba, sio kwamba yule Subira labda ni mbaya sana. Tukiongea kabisa katika uhalisia. Yule binti ana kangozi fulani na navutia. Unajua kuna wakati nikimwangalia Subira na wewe kabisa nakuona wewe umechunda. Wewe ni kama bibi yake Subira. Ni unificha nini? Ni kwa sababu mimi mama mko simpendi ndio hivyo. Kwa hiyo mwanangu jitahidi uwe mzuri, uwe mrembo, unaniaibisha. Mambo haya siyataki. Mambo haya siyataki. Somo na mwali kangarau, somo na mwali kangarau, somo na mwali kangarau, nenda naye, rudi naye mwali wangu kangarau. Kwani safisha vyombo hivyo. Leo umeniamkia mimi. Mwanangu, na mazungumzo na wewe muhimu sana. Nahitaji tuzungumze lakini sitaki tuzungumzie hapa. Kwa sababu ni mambo Waswahili wanasema mambo nyeti. Au na surprise yako. Kwa hiyo nahitaji tutafute sehemu tukae tuzungumze. Mpya. Sasa mama yangu. Kumbusha mbali. Maana ukiniambia mambo ya surprise, unanikumbusha enzi za uhewa baba. Kipindi kile ukiniambia ni surprise yako, najua kabisa nasubiria kwamba mama ataniletea vifaa vya mazoezi. Ataniletea na props, something t-shirt. Asa hii surprise ya ukubwani. Bwana, maisha yanabadilika. Sawa, usiishi kwa kukalili. Sio kila zawadi itakuwa ni singlendi, sijui nini hapana. Na mazungumzo na wewe muhimu. Kwa hiyo kesho jiandae. Nitakupigia njoo ufike kwa wakati. Ni jambo muhimu sana. Please. Nasisitiza sitaki kumwambia mtu. Hata dada yako sitaki. Halo. Hello Sida. Mambo? Poa vipi?
Sasa Side, nilikuwa nasema hivi, mimi nitakuja hapo jioni. Mimi nipo nyumbani. Saa ngapi? Aisha kwambia jioni Side, nielewe basi. Unisikia? Sawa. Nenda kaendelee na shughuli zako. Mama bwana. Yasifike. Udugu. Sasa lile jambo nilokuambia kesho kama kawaida mapema sana. Naomba umeshafika hapo. Usiniangushe. Aya, sawa. Kwa hiyo wewe, naomba nikuulize kwanza. Yaani mama ufue nguo zako na za mumeo. Unategemea mimi atanifulia nani ni pamoja na mama? Wewe sijui upoje wewe, yaani akili za maskini jamani. Wale maskini hawana akili. Wewe hapa sio mke, wewe hapa ni mfanyakazi. Ufue, ukimaliza kufua uingie ndani upike. Sio unasikia hivyo? Au ndio umezoea kwenu malezi yako ni ovyo ovyo. Hapo mimi kaka namshangaa. Hasa mwanamke gani utuletea jamani? Mwanamke kituko eleweki. Mwanamke gani huyo? Aha. Kumbe hicho ndio mnachokifanyaga eh? Uwe na mama yako. Nikiwa sipo mnamgoza mke wangu kijakazi. Yaani misiri ya mtu mwanamke alienda kuomba kazi Dubai, si ndio? Huyu sio mfanyakazi, huyu ni mke wangu. Kweli nimeamini. Wewe ndio wale wanaume bwege. Wewe kakangu umerogwa nini wewe? Mbona umekaa kama bwege wewe? Kado, mambo? Poa, vipi? Mbona umeniweka sana? Kuna mambo huko nilikuwa naweka sawa. Nishakuzoea. Hivi tena mbona umenikatia simu? Mtu mwenye sio wa maana. Kuna mambo yangu ya maana huko nayafuatilia. Twende bwana.
Mpumbavu. Unaita mibwege? Ji. Hebu acha mume wangu. Acha. Hana heshima wewe wangu. Najua. Kaka unanipiga. Mimi najua sio bure na ili nalipa ili. Litazana kija mama namwambia kila kitu. Ji. Hebu muache mume wangu. Yule ana yake kuzungumza chochote anachojisikia katika moyo wake. Si unanielewa vizuri? Nisikilize mimi. Mimi ndo najua naishije katika hii nyumba na mimi ndo najua naishi nao vipi hawa. Si unielewa, usipaniki baba. Sasa nikwambie kitu. Hawa wanazoea vibaya. Yaani anaukosea heshima wewe, anaukosea heshima mimi. Yaani kijumla mtu anataka watumiliki, si ndio? Hapa ni kwangu. Mimi ndio mtoto wa kiume kwenye hii nyumba. Najua lakini nisikilize mimi. Si unanipenda? Nisikilize mimi. Sawa. Acha mimi niendelee kufua. Mkwe, 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 mkwe. Mkwe, 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 mkwe. Mapenzi yanatia doa. Leo ukikosa usinuni, jiamini, wenda kesho zamu yako. Wanaokucheka leo, hakuna hata mmoja anejua kesho yako. Mwiko kukata tamaa, riziki mafungo 7. Haba na haba ujaza kibaba, mwiko kukata tamaa. Kama unaamini leo ndo kesho yako. Ukijali riziki sema asante, mambo mengine yatakuja tu. Na kunywa chai inashindia mkate. Wow. Sakina, una shida gani? Niambie Sakina wangu, kipi kinakusumbua? Unalia mapenzi Mapenzi yanakuumiza, yanakutesa. Sida amekuacha. Si ndio? Hivi mwanangu, kwa nini ulilia mapenzi? Karne hii ni ya kulia mapenzi? Huyo Sida ana kitu gani? Ana dhahabu Au mwenzetu tena kachambia asali yani. Ukiingia tena unavurugwa. Mbona unanizalilisha mama yako? Mimi sijawahi kulilia mapenzi hata siku moja. Nisikize nikwambie, karne ya sasa watu walilia mapenzi. Mwanaume kuambia sikutaki, unamwambia basi naomba unipe dakika chache tu. Unampa mapenzi kama yote, afu unamwambia bye bye baba Jeni. Komesha mwanaume. Kama wanaume wako walikuwa ni mfupi, basi unamtafutia mwanaume mrefu. Kama ulikuwa na mwanaume mweusi, unaenda kutafuta kifaa cheupe. Sio, unanielewa? Unalilia mapenzi ili ugundue nini? Wanaume wamejaa kibao. Mwanangu, mbona unanizalilisha? Mama sio Side. Ni nani? Kajio kunipiga mimi kisa mwanamke wake. Kanipiga bonge la kofi bila kosa. Yaani G anafikia hatua ya kukupiga wewe mtoto wangu. Amepata wapi hiyo mamlaka? Yeye ni nani? Kwa hiyo kisa nani? Yule mwanamke wake. Huyu shingo ya nyoka Huyu mwanamke anatafuta nini lakini? Yeye na huyu G anajikuta nani? Hivi wewe G umli ule tangu alivyojigijigi na wanawake hapa mtaani, mbona hajai kuitwa baba? Yeye anajua uchungu wa mtoto. Anajua mimi nimpambanaje kupata wewe. Mwanangu, wakati nakutafuta wewe nilikuwa natembea mistaili ya ajabu, nilikuwa nala mistaili ya ajabu wewe. Mimi nimebiduka, nimekunywa midawa kama yote. Ili wewe niweze kukupata. Leo yeye anakuja tu kirahisi anakupiga. Anakujua wewe umetoka wapi? Anaijua mizimu ya kwetu. Anaijua mizimu ya kwenu, ananichukulia poa. Nisikize nikwambie mwanangu, yani wewe mwanangu, watu wanabeba mimba miezi 9, lakini wewe umekaa tumboni mwaka 1.5. Mama, nimepigwa ultrasound mama. Ultrasound zilikuwa zinabuma. Nimekunywa midawa mimi wewe. Watu wanajiuliza kwa nini huyu ajifungui? Mtoto wangu siku ninakuzaa umetoka umekomaa unakucha hizi. Wewe ni mtoto ambao hujazaliwa na singa. Umezaliwa na kipilipili. Yaani nywele zako zilikuwa ngumu. Mtu hata kusuka nywele 3 zinatoka. Si unanielewa? Mwanangu, nimekuzaa, umetoka umetoa mkono unamuomba nesi vifaa, wewe uogopi. Maana nesi wenyewe alishangaa. Sasa anajua mizimu ya kwenu. Wewe ni mtoto wa ajabu, wewe ni mtoto wa nusu. Wewe ni mtoto mwenye nguvu zako.
Wewe ni muhimu kwangu katika maisha yangu. Wewe ni mtu wa historia. Kwanza nina mpango nikipata hela nijenge nani sanamu lako. Yaani nikupige picha. Sanamu lako nilipeleke pale leba. Wewe ni mtoto wa historia. Anaanzaje kukupiga huyo ji? Yeye ni nani? Kwa mwanamke gani huyo? Mwanamke gani? Mwanamke hana nyama. Mwanamke mifupa mitupu ukimgusa huko ana nani? Anakuchoma. Leo anakupiga wewe. Ili nyanyuka tuondoke. Mama, tena alikuwa ananitia na masingi hapa nilipo kichwa chote kinaniuma. Amekusinkula. Amechokoza mizimu ya Miganza Lugulu, Mwanza Lulu. Anawajua watu wa Kalangabo. Watu wa Kibilizi anawajua wewe. Hivi mtu wakatubuka anaujua? Subiri twende tukamwonyeshe. Anamchokoza mjukuu wa mizimu. Subiri. Wewe kitaka